Sauti ya wananchi, kila mmoja na sauti, tusikubali kunyamazishwa. Sauti ya wananchi, mtaa kwa mtaa kuna simulizi nyingi. Kwa muda mrefu rafiki yangu alikuwa akiniambia kwa utani, jamani, this is part 2 of the story. Waliokuwa huko mwanzoni wamesikia mambo sio polepole na wanataka kujua alimwambia nini. Yani uendelea. Amemwambia nini? Nasikia hamu, mbona hamu ya kusikia alimwambia nini? Nataka nisikie kulifia wapi, lifikia wapi. Nataka kujua amemwambia nini. Hapa niko nasoma nasikia ni wapi? Siwaambii. Tuambie. Haya, kwa muda mrefu rafiki yangu alikuwa akinambia kwa utani, laiti ningekuwa mwanaume ningekuoa. Wow. Unasikia hiyo? Ikali. Nilikuwa nacheka na kupuuza, lakini siku moja niligundua kuwa kwangu haikuwa tena utani. Nilianza kumpenda rafiki yangu wa utotoni kwa njia ambazo sikuwahi kutarajia. Hisia hizo zilinichanganya sana. Mpaka leo sijamwambia ukweli. Nimeogopa kwamba nikifunguka naweza kumpoteza mtu ambaye amekuwa sehemu ya maisha yangu miaka 35. Guys, this is about 2 girls. Mtihani kweli kabisa. Unasikia mtihani unyoko hapo? Nasikia. Ulimwengu kwa tunaelekea, naweza kusema ni mtihani. Subiri kidogo. Kiupande wangu mimi hapo. Subiri kidogo. Subiri tumalize kwanza story, please. No, msitaki kuniosha, sijamaliza kujipaka sabuni, please. Niache nisome mpaka nimalize. Jamani. Ninaogopa urafiki wetu unaweza kubadilika milele. Lakini kuna jambo lingine linaloniumiza zaidi. Yaani hilo jambo hilo. Kuna jambo lingine linaloniuma zaidi sana. Jambo gani sasa hili? Yaani sijui jamii itaniona vipi rafiki yangu akija kitoa siri. Nikisema ukweli, nikitoka katika mila na desturi za Kiafrika ambazo mnajua wanawake wawili wakiwa pamoja. Jamani, anachoongelea huyu dada anachoongelea ni ukweli kabisa. Hivi ni vitu vyenye tumezoea kuona kwa wazungu na nini, unaelewa, msikilize vizuri. Ambako uhusiano wa kimapenzi kati ya wanawake wawili kubaliki kabisa. Zaidi ya hapo, mimi ni Muislamu. Jamani, hii ni story ya kweli. Tuache utani, hii ni story kabisa, inauma. Ni ya ukweli. Mimi ni Muislamu, en fait binanipatia emotion de façon que hata kucheka, kutania vinanishinda. Mimi nashinda kuelewa hapo. Na hilo linanifanya hali hii iwe ngumu zaidi kwangu. Kila siku napambana kati ya hisia za moyo wangu, imani yangu na hofu ya hukumu za watu. Leo nina watoto, nimeachika, lakini moyo wangu unanivuta kwake. Sijui kama nimwambie ukweli au nibaki kimya kulinda urafiki wetu. Je, wewe ungefanya nini kama ingekuwa mimi? Je, unadhani niwe mkweli kuhusu hisia zangu au niendelee kuzificha ili kulinda urafiki wetu? Tafadhali toa maoni yako. Guys, maoni ningependa kuuliza, tungeanza kwa sisi au tungoje wenye
ukitizama kwenye kipindi wa I think sisi tungeanza kujadili hiki kitu. Yeah. Yaani hili jambo tunajua kwenye dini inakataza. Hicho ndio kikubwa sana. Islamu hiyo inakataza. Alafu kuna hisia kati ya mwanamke na mwingine. Kwetu ni vigumu sana kukupatia ushauri. Kivyangu mimi sioni ushauri nadhani kukupatia dada yangu. Mimi kivyangu naweza nikawaachia wananchi kabisa na kukwambia usadi sana. Kwa sababu kuna kuaga ibilisi. You understand? Ibilisi na mwingine. Panakuaga ibilisi na mwanadamu. Inakuletea maneno. Ya kitu ambacho kinatuuzi sana sisi wanawake, nadhani kaongelea upande wa wanawake. Tunapenda affection sana. Kabisa. Naelewa. Mwanamke akishapata affection nyingi huwa anajisahau. Sasa mimi nikwambie tu hiyo ni uongo huko ndani. Ni ibilisi imekukamata kwenye changamoto unayopitia kuachika. Uko na watoto, afu unamuona yule rafiki yako ndio yuko karibu na wewe sana. Ndiyo. Inabidi think about this. For me is that I can advise you, sali sana, omba dua nyingi na try kutafuta kitu ambacho kitakufanya uwe busy. Uwe busy. Usifikiri yule ni ndugu yako, mshike kama dada yako. Unaweza kulala na dada yako? I don't think so. Okay, mimi nimemaliza. Tusibarandili, acha nimwambie Abdullah mimi nimemaliza, nimpatie Abdullah. Kwa mimi upande wangu nikipenda kusema ni masuala kweli nimesikia hii story. Kwa kweli si mara ya kwanza napenda kusikia story kama za hivi. Unakutana mwanamke iko na rafiki yake mwanamke muda mrefu. Kwa kweli mimi nashindwa kuelewa, ila kiupande wangu ningependa ushauri wangu mimi kutoka kwangu mimi kama mimi. Ukishaanza maisha yangine kama ndoa, ilifo kuwa mbali kidogo. Unajifunza kuwa karibu na mume wako. Ukisema tena ungekuwa nakumbuka tena ule urafiki hata wewe ni miaka mingi. Haijalishi kuwa na miaka mingi urafiki ndio kusema ngo ukishaanza maisha yangine ngo hawezi kubadilika. Kila kitu kinawezekana. Kikubwa tu wewe kuanza maisha mapya na mume wako, mjenge maisha. Unafuka unakuwa mbali pole pole. Kila kitu kinaweza kikabadilika pale. Ila hapo ni kama atakuwa anampoteza ndugu yake. Ndio inawezekana kumpoteza, lakini maisha, kwa sababu tatizo mimi nilosikia likubwa sio mume ameachika. Kwa sasa ameachika. Ni yeye sasa hisia zake. Ndio kuna hizo hisia. Hisia zake yani is not about mume wake. Ni about hisia zake yeye. Ni kama anaanza kuwa amechanganyikiwa kidogo. Kwa swali, niko na kaswali kidogo. Sasa ameachika kwa sababu ya hizo hisia au ni hisia zimekuja baadaye ya kuachika? Kwenye historia yake ya kutupatia details hizo. Nafikiri nikisikia hiyo story vizuri, nafikiri ameachika kwa sababu ya hizo hisia. Kivyangu mimi kwenye hiyo story sasa kwenye ndoa amekuwa iko nazifikiria hizo hisia zake kwa sababu hizo hisia na mwenzake. Kwa sababu hawezi kaachika isiwe ndio sababu ya kuwa na hiyo hisia. Nafikiri hisia imekuwa iko ndani kwenye ndoa, kuwa anaridhishwa kwenye ndoa. Sasa ndo anafikiria wenye ndugu yake kwa karibu, sababu uko close sana. Nafikiri mume wake amekuwa haiko close. Maybe labda mume wake ampatie ule muda kufanya kitu kama yeye mke na mume. No, na kingine labda ni juu ule muda wenye alikaa ule rafiki yake miaka 35 na muda wenye alikaa na mume wake labda alikutanishi. No, I don't think it's that. I think unasikia ni mtu walikuwa shida, raha, machozi, furaha. Ni mtu alikuwa karibu sana. Mume wake Abdullah kimuumiza, akienda kumlilia yule anamshika, nyamaza, utakuwa sawa. Na wanawake kama kisi niwaambia, tuko watu tunapenda attention na affection. Ndio nasema. Unaelewa?
Haipati attention huko. Anaipata kwa rafiki yake. Sasa anakuwa confused. Maybe yule rafiki yake hana hata hizo wazo za kupendana naye ama nini. Anamshika tu kama rafiki yake kipenzi. Na kweli mimi ningempatia ushauri wa mwisho. Usimwambie rafiki yako. Utakuja kumpoteza mtu wa karibu. Ndiyo. Lakini sasa hisia zake atakuwa iko nazo. Asali sana. Usali sana. Asali sana. Naona ndo dawa kabisa. Mimi ningependa kumuhusia angeenda kuonana na mashehe. Na watu wenye elimu ya dini. Anasema ni Muislamu. Waongee na watu wenye dini, wamuelekeze, wampatie naweza kusema mafunzo. Kwa hilo jambo kwenye dini tunajua sisi Waislamu linakatazwa. Sasa ukifanya hilo ni umefanya maovu makubwa sana. Sisi tunavyojua watu wameadhibiwa kwa sababu ya hayo maovu. Tuyalinde. Tunajua wazungu wanafanya hivi vitu alafu tunavionaga na macho yetu hivi. But unasikia kama anaweza kuwa yeye ni wa kwanza na feature, but unisikia kisa anasema ni mila na desturi azitukubali. Maybe kuna wengi, unaelewa? Kuna wengi alafu tena hawajielewi kwenye hizo hisia. Sisi tusiku judge wala tusikuui moyo. Hatujaji mtu. Tukupatie tu moyo na kukwambia dawa ni moja, ni kusali. Wananchi, nyinyi mnasemaje? Jamani, ndugu yenu anawataka on comment, tunawasikiliza. Comment, msahau ku like na subscribe. Subscribe, like, share hii story. Inaweza ikamsaidia ndugu yako, rafiki yako ama mtu wowote wa karibu. Asanteni sana. Na hii story haitakuwa hii tu. Na zingine zinakuja na zitakuja. Ni nyingi sana. Fanya kusubscribe ili uko unapata notification ya channel yetu. Zimefungwa, mama napambana kila siku bila kuchoka. Tusisubiri. Okay, mko tayari? Ushatupata sasa. Ukiona mwenzako anaanguka usimcheke, mshike mkono. Kesho ni zamu yako. Ndio wake hiyo. Nakubaliana naye. Ni kweli basi. Sasa hela yote unataka ichukua hiyo. Sisi ndaze. Mimi na wao. Ni kukosa huruma lakini. Sio tu. Turaba. Ndio sisi tunaye. Ndio nakwambia usifikishe hela kwa mke wako. Makosa na mimi nakukataza sasa hapo, nakukataza. Shika laki mpe sherini hapo. Basi fanya ngine matumizi yote wewe mwenyewe hizi yako yafanye kama mwanaume. Yaani mu yote mpatie hiyo atiande posha yake tu. Wengine fanya kama mwanaume. Hiyo imeniingia mkichwa tu. Wallahi nakupatia ukweli. Kwa sababu hileta haimaliza, yani taleta na mama anaomba. Na kaka zangu wanaume. Umeshonesha dira anataka. Action. Twagi. Hiyo story inatisha. Wewe ukijifikiria unaanza kumwambia nini? Mimi naona anaanza kuwa moto jamani. Ni wadada msisahau, ni wadada wawili kabisa. Wadada wawili. Kuna mtu hivi. Sasa kila siku bila kuchoka, tusisubiri mwingine aje atuamulie. Nguvu ya mabadiliko ipo mikononi mwetu. Mbona wazo? Hii historia yako. Historia ya mwingine mtu. Unaelewa? Na shangalia hivi wenyewe unashangaa hivyo kumbe ingekuwa na wake. Shangaa, fanya kazi. Hii ni kazi. Et puis ça ne veut pas dire que unajua hii kazi kama mnaona pako ugumu, naambieni. Hii story unaiona. Mimi siko hapa kukata story hata hivi. Kila mmoja na sauti. Yaani kweli na tena hizi ndo ngumu. Haya, hii tu yake. Fanye sasa ni mbili, no? Anauliza na swali. Sasa tutaidiskute. Alafu tutachukua decision hatuna decision. Hizo decision ndio moyo hapo mtakuwa mko na discuter kisi naiona. Utasema maoni yako. Uyaseme maoni yako, tuache jamii maoni.
kivyangu mimi naona hivi na hivi na hivi. Lakini hapana kweli nasikia vinasikitisha kweli. Hata tutasikia watu wengine wanasema. Lakini mimi naona hivi na hivi na hivi. Kawaida tu. Quelque chose qui existe. Pourquoi tu kimbia leo hapa kamera? Merci. Ukuna nielewa. Nakuelewa. Ukuna kimbia vitu vya hivi. Comment ça appeler à table? Utilisez vizuri. Ukuna ça c'est la réalité des gens qui sont dehors qui peuvent arriver chez toi et que une histoire ya hivi watu wanataka kwa conseil na kufanya kesho. Sauti ya wananchi. Ukuna nielewa vizuri. Comment ça tu écoutes? Mbona patakuwa zingine kali za kuzidi hata? Mtafanya aje mtakata? Hiyo c'est bon tunaanza tukaanzia hiyo. Na wale zibene yote ni normale. Okay, basi tunafanya hivi, sikiliza. Fanya. Hii tuna nini tunaitengeneza na kwa iko hapo. Kwenye Ngoja kwanza. Mimi stories zote mimi nafanya. Sasa ngoja kwanza, mume waza wapi? Okay? Hamtakuwa adi. Joe ikae sawa. Na wewe uko na tatizo. Tufanye. Unajua mtapata historia zenye zinatia uoga. Mtaa kwa mtaa, simulizi nyingi, wengine wanali, wengine wanabeba siri nzito. Kijana na ndoto lakini njia zimefungwa. Mama napambana kila siku bila kuchoka. Tusisubiri. Yaani hizo reaction zote zilizofanya mwimaji. Au ni Islam kweli? Hapana, Yaani kama mimi naongea hapa. Shangae hivyo. Na saa comment. Ndio watu watashtuka. Iko moyo, hicho chenye kiko kinakuuzi. Kiseme. Ala tunusuje watoto wetu. Kitu gani kinavunjika? Ya Rabbi. Asante Mungu amepiga. Unasema tuna Mwanzo uke. tunachagua moja ni best. Wengine nani? Kuna mango yangu hapa moja kutembea mango. Nafanya hivi. Close up. Unarudia tena kuongea simu. No, nishamaliza na Joe.